Ni dhahiri shahiri tunafahamu kuwa baada ya matukio yaliyotokea 29 Oktoba 2025, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliweza kuunda tume ambayo itachunguza matukio yaliyotokea. Lakini cha kushangaza, tume hiyo imeweza kuumbuliwa na mijadala 7 ambayo imekosa majibu kwenye vichwa vya watu na hata kwa wenye tume wenyewe. Lakini kabla tujakwenda kwenye mitazamo, nikukumbusha kwamba usisahau kulike, kucomment na usiache kubonyeza neno subscribe ili uweze kujipatia taarifa hizi kemkem kila siku ndani ya nje ya nchi. Sasa mijadala hiyo ni kama ifuatavyo. Mjadala wa kwanza ulikuwa ni kwamba uchunguzi wa matukio ya siku 3 pekee kuanzia Oktoba 29, 2025 hautaacha chanzo halisi kilichoanza kwa muda mrefu. Lakini Osman Chanda alisema kwamba ingawa matukio makuu yalitokea ndani ya siku 3, uchunguzi utafika nyuma sana ili kubaini chanzo na mienendo iliyopelekea katika matatizo hayo. Lakini pia mjadala wa pili ni kwamba vyama vya siasa na wanaharakati ambao hawana imani na tume watawezaje kushirikiana na hiyo tume. Lakini Chande pia akasema kwamba alisema tume itatafuta ushirikiano bila kushurutia, akibainisha kwamba kutoamini ni jambo la kawaida katika tume za aina hii. Lakini pia hata anayekataa hata muomba ushauri wake au msaada, kwani tutamuomba hata mara 3, alisema. Lakini pia mjadala wa 3 ni kwamba kutokuwepo kwa vijana wenye tume ili halali wao ndio walikuwa kundi kubwa kwenye matukio lenyewe litashughulikiwaje, kwa sababu tunajua siku hiyo ni vijana wengi ndio walikuwa wametapaka zaidi ya kuwepo na watu wengine katika mji huo. Lakini pia alisema kwamba vijana watashirikishwa kwa upana kupitia mahojiano, mijadala na vikundi maalum, na kwamba tume itatumia mbinu mbalimbali kuwafikia waliosoma na wasiosoma na wenye ajira, lakini pia wasio na ajira. Lakini kauli ya 4 ambayo ni mjadala wa 4 pia ulibaki kuwa kauli za viongozi kwamba baadhi ya waandamanaji walilipwa zitatoa mwelekeo wa mapema kuhusu kile kilichotokea. Lakini Mheshimiwa Chande hakusita kusema kwamba tume inaanza 0. Hatua ya kwanza ni kukusanya taarifa na hatua ya mwisho ni hatua ya ushindi. Sasa mjadala wa 5 ukawa ni kama ifuatavyo. Kwa siku 90 na maeneo mengi, tume itafanikiwa vipi kuhusiana na majukumu yake? Lakini Chande akasema kwamba amekiri kuwa muda ni mfupi, lakini akasema tunaomba mtupime baada ya kazi, si kabla ya kazi kuanza. Lakini mjadala mgumu ambao ulikuwa ni wa 6 unaosema wito wa wajumbe ambao ni Stegomeno Tax aliyekuwa waziri wa ulinzi na vyombo aliyesimamishwa vilishiriki wakati wa matukio. Hakuna mgongano wa maslahi katika hiyo tume? Lakini Chande akasema kwamba kamati nyingi za Jumuiya ya Madola huwa zinaundwa kwa utaratibu fulani ambao rais ana mamlaka nayo. Lakini pia na ikawa maslahi yataonekana, mjumbe anaweza kuomba kujitoa au tume inaweza kumuomba aweze kujiuzuru yeye mwenyewe. Mwisho wa mjadala ukawa ni kama ifuatavyo. Tume itachukuliaje taarifa za maandamano mengine yanayodaiwa kuandaliwa Disemba 9, ambapo pia tuliona ilikuwa ni plani za waandamanaji kwenda kuandamana barabarani Disemba 9, lakini cha kushangaza hakukuwa na kitu chochote. Na Chande alisema kwamba tume inachunguza matukio ya Oktoba 29 na siku chache baada yake, lakini inaweza kuangalia yaliyotokea kabla au baada kama kuna uhusiano wa moja kwa moja. Na hiyo ndio ilikuwa mijadala migumu 7 ambayo ilikabiliana na tume ya uchunguzi wa Mama Samia hivi karibuni. Lakini kwa nakala zingine mbalimbali usisahau kubonyeza neno subscribe ili uweze kujipatia taarifa hizi kila siku ndani na nje ya nchi.